jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie, jinsi wewe ulivyo mkuu. Kuimbie, jinsi wewe ulivyo mkuu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nasalimu asubuhi leo na asubuhi nyingine ambayo anatutumisha mahali hapa. Tunayo shukrani kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ametupa hii nafasi na tunamshukuru. Wale ambao wanaotazama katika mitandao, sisi tunajiita Synagogue Glosy. Kwa majina yangu ni Pastor Jenga Kumona. Wacha tukafungua ibada asubuhi ya leo kwa maombi, ili tukaweza kualika Roho wa Mungu akaweza kuenenda pamoja nasi na pia akaweza kutuongoza siku ya leo. Bwana asifiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru asubuhi ya leo. Tumeona nguvu zako Jehova na tumeona matendo yako asubuhi ya leo. Umekuwa nasi usiku kucha Jehova, umetupigania, umetulinda Jehova. Tunajua washirikina na wachawi na wakora Baba walikuwa wakisuguka usiku, lakini hawakutuona na pia hawakutupata. Na asante Mungu wetu, pokea sifa na utukufu. Ni asante Baba kwa kutupa kibali cha kuishi siku ya leo. Tunayo tumaini siku ya leo itakuwa ni siku ya baraka. Siku ya leo Baba utaenenda pamoja nasi, utatupigania, utatufaurisha Mungu wetu, na tunaamini ya kwamba tutakapoenda kuambatana na neno lako na pia katika mapenzi yako, tunaamini asubuhi ya leo itakuwa ya baraka. Tunaamini ya kwamba maisha yetu haitabaki vile ilivyo. Tunaamini ya kwamba Jehova, hili neno ambalo umenilitia kinywani mwangu litakuwa ni neno la baraka, litakuwa ni neno la usidi, na inaamini ya kwamba hili neno litawapa wengi tumaini na litarekebisha wengine Jehova. Ni asante Baba wetu wa mbinguni, pokea sifa na utukufu. Baba, Roho wako Mtakatifu na mwalika mahali hapa akaenende pamoja nasi. Roho wako Baba akatuongoze, na ni katika jina la Yesu Kristo Mungu Baba ninaomba na hata kuamini. Sote tuseme amen. Bwana asifiwe. Leo nataka tukasome neno kutoka kitabu cha Yakobo, that is James chapter 2 up to chapter 5. Bwana asifiwe. Inasema, be aware of the personal favoritism. My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with a partiality. For if there should come into assembly a man with a gold ring in a fine apparel, and there should also come in a poor man in a filthy cloth, and you pay attention to one wearing the fine clothes, and say to him, you sit here in a good place, and say to the poor man, you stand there, or sit here at my footstool. Have you not so partiality among yourself and became judge with evil thought? Listen, my beloved brethren, has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heir of the kingdom which he promised to those who love him? Bwana asifiwe. Hili neno ambalo nalisoma asubuhi
Hii neno linaongea mambo ya kujipenda. Bwana asifiwe. Na tunaona Paulo alikuwa anaongeleza akina James, na tunaona ya kwamba wanaambia imani ya Yesu, tuishikilie ile imani ya Yesu Kristo kwa ajili ya utukufu wake. Bwana asifiwe. Alafu anatuambia kwamba tusibebe attention kwa tajiri, maana mara mingi katika maisha ambayo tunayoipitia tumeona kuna ile mgawanyiko kati ya tajiri na pia maskini. Asubuhi ya leo hili neno linatuagiza tusiwe watu wenye kipendeleo, tusipendelee. Bwana asifiwe. Maana tunaona anaelezea mambo ya kupendelea. Hii ni parables ambayo ilipatiwanwa. Anasema ya kwamba usigawanye ama usikuwe na ile upendeleo, maana upendeleo ndio imetufanya tusifanikiwe. Kupendelea, hiyo ndio imefanya tusifaulu katika maisha yetu. Asubuhi ya leo, wacha tukaachane na upendeleo, maana hivyo ndivyo tunavyoona wakati mwingi katika maisha ambayo tunaoishi. Tunaona kukitokeleza tajiri akiwa amevaa dhahabu, ako na hizi pete za dhahabu, necklace za dhahabu, amevaa suti. Unamchukulia kama ni mtu ako na maana sana kuliko maskini. Bwana asifiwe. Na tunaona Yesu na tunaona ya kwamba hili neno linatuambia kwamba unapoona hiyo unapeana attention, na unapofanya hivyo, hiyo ni upendeleo uko nayo, na Mungu hataki tukue namna hivyo. Hivyo ndivyo tunavyokuwa katika maisha yetu, tuko na upendeleo, tunaenda upande moja, hatu balance. Na asubuhi ya leo hili neno linatuhimiza tuwe watu ambao tuna balance. Unapenda huyu na unapenda huyu, maana tunaona ya kwamba hili neno linatuambia kwamba huyu ambaye mnaona ukimwangalia kimwili, ni kweli amevaa mzuri, ako na madhahabu, ako na rings za dhahabu, ako na necklace za dhahabu, lakini unapopata maskini amekuja na nguo chafu, nguo zimelaruka, unampea attention, unamwambia akae pale, asikae karibu na huyu ako na rings za dhahabu. Maana hiyo inasema ni favoritism uko nayo. Lakini furaha ni kwamba hata wakati unapoona huyu tajiri amefaa hivyo, Biblia inasema ya kwamba huyu ambaye amerarukiwa, huyu ambaye ako na mavazi yake haipendezi kamwe, huyu ndiye tajiri wa imani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, ukawe tajiri wa imani, usikawe tajiri wa mavazi, usikawe tajiri wa vile unavyojiona, tajiri wa magari, na ili hali yule maskini, yule ambaye amelarukiwa, huyo ni tajiri. Wakati anahesabiwa katika falme ya Mungu, anaonekana yeye ndiye tajiri, maana yeye ni tajiri wa imani. Kwa hivyo asubuhi ya leo, hakikisha ya kwamba umebadilisha mienendo ambayo uko nayo. Unapoangalia mtu, unapoangalia mwenzako, usimjudge. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusiwe tunajudge kulingana na mavazi ambayo mtu amefaa. Tusiwe tunajudge kulingana na ile lifestyle ya mtu anayokaa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiwa ndugu katika Yesu na ukiwa dada katika Yesu, hakikisha ya kwamba ule upendo ambao uko nayo ndani yako ni upendo wa Kristo. Ni upendo, unapenda maskini na unapenda tajiri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mara mingi huwaga tunajipata tunajigawanya namna hivyo. Unaweza ona mtu hata mahali unaenda kazi, unaweza ona mtu ambaye yako na suti, unaachana na ule, mawazo yako inawekelea huyo ako na suti. Unasahau yule maskini pia katika ile hali ya kuuliza kazi. Unaona yule ako na suti ndio anako na ujuzi, unaona mwenye ako na suti ndio anafaa zaidi, lakini unaacha mwenye amerarukiwa, ambaye Biblia inasema kwamba huyo ni tajiri wa imani. Kwa hivyo kamwe hawataonekana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyo ambaye ni tajiri wa imani ako na utajiri mara mbili. Kama ako na utajiri katika imani, pia uwezekano wake kuwa na tajiri sasa ile inaonekana ako na mali, ako na vitu, anaweza
kuwa tajiri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyu ambaye tunaodharau, huyu ambaye hatuoni kama anastahili ama tunamweka kando, hivyo ndivyo nasi upendo wa Mungu katikati yetu ndio inaondoka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninawahimiza ya kwamba tuwe watu wako na upendo, tusipendelee, tusikuwe na mapendeleo kamwe, maana tunajua hii ni kitu na hii ni roho ambayo huwa inaongoza sana katika maisha yetu. Maana tunapoenda manyumbani, ila mmeenda katika Masisi, mmetoka Nairobi, mnaenda Risafu huko Ushago, mara mingi huwaga kunasemekana kuna hema ya watu wa Nairobi na kuna chakula ya watu wa Nairobi na kuna ile ya wenyeji. Bwana asifiwe. Na tunaona ni tofauti sana na ya wenyeji. Bwana asifiwe. Hiyo ni upendeleo. Na kama kuko na upendo wa kweli, yoyote tuseme alikuja kuomboleza, nyinyi nyote mnaomboleza. Aliyelarukiwa, aliye maskini, aliyetoka Nairobi, aliyetoka mahali hapo, nyinyi wote ni waombolezi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hatuweki hiyo neno linajumuisha sisi wote. Kama unaenda katika Masisi unasema sisi ni waombolezi, tunaomboleza. Bwana asifiwe. Lakini sisi tunaigiaga, tunaweka mipaka na tunagawanya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusiwe watu wa upendeleo hata kidogo, maana hiyo inaonyesha kwamba hatuna upendo miongoni mwetu. Bwana asifiwe. Na hii roho ambayo ya kugawanya na kutawanya, hiyo roho tukiona katika Biblia inaonyeshana ni roho baya sana. Na hii roho ambayo ikiwa tukiikubali iwe inanena katika maisha yetu, litatufanya tuende mbali na litafanya Mungu akae mbali na sisi. Maana Mungu anasema penda ndugu yako, penda neighbor yako venye wewe unajipenda. Asubuhi ya leo unajiuliza unampenda ama ni kujifanya uwaga unajifanya? Upendo ambao unahitajika siku ya leo ni upendo ambao utakufanya uende mbali. Bwana asifiwe. Hata katika kazi ambao unaofanya, kibarua ambacho unaofanya, usiangalie partner yako uone haoi, uone anakujaga na nguo moja, uone ni kama ako na umasikini mwingi, usimtenge. Bwana asifiwe. Kama mtu amepata kibarua mahali huko dakika hii ama siku ya leo, hakikisha ya kwamba huyo mtu ambao unamuona ni mnyonge, ambao unaona ako chini, hakikisha siku ya leo kama ameingia katika mahali unafanya kazi, hakikisha ya kwamba umemshika mkono, ikifika ni masaa ya chai, mshughulikie, mubaie chai. Ikifika ni masaa ya lunch, mubaie lunch. Bwana asifiwe. Usimtenge kulingana na venye anavyoangalia. Inaweza kuwa ni baraka zako ziko mahali pale, inaweza kuwa ni funguo ziko mahali pale. Kwa hivyo unapoangalia mtu ama unapoangalia ile hali ya mtu wako, uichukulie kama ni ndugu, uichukulie kama ni dada. Bwana asifiwe. Maana hujui ni nini amekubebea, ni nini yako nacho katika maisha yako. Bwana asifiwe. Juu tunaona ya kwamba huyu maskini anatabulika ni tajiri wa imani. Hujui huyu unayedharau, huyu amefaa mavazi ambayo imetapakaa, hujui anaweza kunenea jambo maisha yako ibadilike. Hujui anaweza kukunenea upate promotion. Hujui anaweza kusimama na wewe katika imani na maisha yako ibadilike. Kwa hivyo wakati unapoishi katika hii dunia, jua kwamba na ufahamu ya kwamba kila yeyote ambao tunayoishi ako na umuhimu wake. Bwana asifiwe. Akuwe maskini, akuwe tajiri, akiwa vile alivyo, jua kwamba ni msaada kwako. Maana hii dunia tunapoishi, kila Mungu aliumba mtu. Sisi sote ni mfano ya Mungu. Kwa hivyo sisi wote ni wa Mungu na kila mtu anahitaji mwenzake. Kwa hivyo ni vyema tuishi katika hali ya upendo, tuishi katika ile hali ya kunyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu. Maana mara mingi tunasema Bwana asifiwe, lakini mioyo yetu haina huo upendo. Bwana asifiwe. Na tunaona ukiendelea na hii kitabu hii ya James venye nimesoma, ukiendelea mpaka mstari wa 13, inasema ya kwamba
hakuna, ukifanya hivyo pia unatenda dhambi. Wewe na muuaji muko same, wewe na mselati muko same. Kwa hivyo usijione ati wewe ni msafi ama hujatenda dhambi. Zote ni dhambi. Bwana asifiwe. Maana Biblia inasema ya kwamba tupende neighbors, love your neighbor as you love yourself. Bwana asifiwe. That one is a commandment, but you don't show the love to the poor man. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati wewe unajichanganya ama unajichanganya ati ya kwamba unampenda huyu Mungu na umedharau huyu maskini, wewe na muuaji na mserati mnahesabiwa mko kitu kimoja. Kwa hivyo asubuhi ya leo jichunguze ndani ya moyo wako, ujue kwamba kuna upendo wa kweli. Kama unajua kwamba ukishajichunguza kama kuna upendo wa kweli ama sio upendo wa kweli, ambia Roho wa Mungu akaweze kukusaidia, ambia Roho wa Mungu akaweze kukufinya, ambia Roho wa Mungu akaweze kukuongoza na akakupe ile roho ya upendo wa ukweli. Bwana asifiwe. Unapoona katika maisha tumeshaona madharau mingi. Kuna wakati nakumbuka kuna jambo ambalo litendeka, na hii ni ushuhuda. Sio ushuhuda, hii ni habari, hii ni maneno ya ukweli. Kuna mmoja katika kijiji moja, huyu kijana hakuwa timamu, alikuwaga mchafu, alikuwaga yani ni kuomba, akisikia mahali kuna pikwa ama kuna nuka chakula, yeye tu alikuwa anaenda mahali pale. Kuna familia moja ilikosea namna hivyo, wakajua kulikuwa na wageni, walichukua huyo wakati alikuja huyo kijana ambaye ni mchafu, ambaye akili yake sio sawa. Jua wako ati wanataka aibu, walimchukua wakamfugia kwa nyumba. Jua wako nataka awaweke aibu, lakini ya kusagaza. Kumbe Mungu akiwa mbinguni aliona vile alivyomfugia. Walikuja kumfugulia masaa ya jioni, wakati wageni wamekuja, wamesherekea, wamekula, wamekunywa na wakaenda. Kile ambacho kilifuata katika hiyo boma, wale wote waliohusika walizaa watoto ambao wako na hii ugonjwa naitwaje? Kuna hii ugonjwa ambao unaona mtoto ni mlemavu, hawezi akatembea, yani disable. Bila kujua ile kitendo ambacho walikitenda, hiyo kitendo kinamfikia Mungu, na ile madharau ambayo walifanya ilimfikia Mungu. Kwa hivyo ninakwambia asubuhi ya leo, usione mtu umudharau, hata akiwa mupe kile ambacho anahitaji. Juu huyo mtu alikuwa tu anahitaji tu chakula, akisaa siba yeye anaenda nyumbani, anarudi kwao. Lakini ukachukua jukumu, wakamfugia mpaka jioni, mpaka wageni wakaenda. Lakini kile kilichofuata, hiyo nyumba ikawa na walemavu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapokuwa na hiyo vivalism, ujue inaweza kukuletea mikosi katika kizazi chako, ujue kwamba inaweza kukuletea shida. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema usimame katika imani ya Mwenyezi Mungu, usimame katika upendo wa kweli. Hii mambo huwa inadhulumu sana maisha yetu, na watu wengi wanapitia shida, wanapitia changamoto mingi bila kufahamu ya kwamba kuna kitendo ambacho walikitenda na labda walisahau. Kwa hivyo asubuhi ya leo, chunguza moyo wako, chunguza kama umesha dharau maskini. Maana huyo Biblia inasema huyo ni tajiri wa imani na Mungu anampenda sana, na Mungu anasikiliza maombi yake. Atakapomuita atamsikiliza. Ukimfanya madharau aombe Mungu dakika hiyo, lazima Mungu akajibu haya maombi. Bwana asifiwe. Na lazima ajidhihirishe kwamba yeye ndiye aliyekuumba. Nyinyi wote ni wake, lakini atakuhakikishia kwamba yeye ni Mungu. Kuna kitu atafanya kwa wale ambao wamekudharau. Kuna wale wanakuona wewe sio muhimu, kuna wale wanakuona hustahili. Hao waga wanakutengea kiti yako kwa ajili ya vile ulivyo. Maana kuna wakati mwingine unaona unajulikana,
Unaona, katika umaskini wako kuna mahali unawekwangwa ndio usiaibishe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jua kama uko na hiyo tabia, hakikisha asubuhi ya leo umebadilisha. Hakikisha asubuhi ya leo umetubu, maana hiyo ni dhambi sababa na ya mserati na muuaji. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninawahimiza, kama unataka kwenda mbali, kama unataka Mungu akubariki, kama unataka Mungu akuonekanie siku ya leo, chunguza moyo wako, chunguza matendo yako. Kama kuna matendo ambayo umefanya ambayo hayabatani na Mwenyezi Mungu, hakikisha ya kwamba ule upendo wa ukweli uko ndani yako. Unaangalia kila mtu, unaona ni sawa, masikini na tajiri wako sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo usikuwe na mgawanyiko. Wakati unapoweka huyo mgawanyiko, unajiletea laana katika maisha yako. Wakati unapofanya hivyo, Mungu akiwa mbinguni anaangalia, na yeye ndiye mwenye kila kitu. Maisha yako anaweza ibadilisha, maana yeye ndiye mwenye kila kitu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, ndugu yangu na dada yangu, hakikisha kwamba umechunguza moyo wako. Kama kuna umeshaifanya kitendo kama hicho, kinaweza kuwa ndicho kimezuia baraka zako za kila siku. Kinaweza kuwa ndio kimekunyima raha katika haya maisha. Kinaweza kuwa ndio kimefanya baraka zako zikasimame. Ndio zikanaweza kufanya pia ukainukiwe. Bwana asifiwe. Chunguza moyo wako asubuhi ya leo. Maana unapochunguza moyo wako asubuhi ya leo, ukisafahamu na kuelewa ni nini ulichokitenda, Mungu ako tayari kusikiliza msamaha wako. Bwana asifiwe. Ako tayari kukusikiliza. Tubu yako, hiyo toba yako ataisikiliza na ataipokea na atakujibu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo uwe na furaha ndani ya Kristo, maana katika Kristo hapo ndipo kuna amani, na hapo ndio kuna urejesho, na hapo ndipo kuna furaha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema unapoishi haya maisha hapa duniani, ujue hatuishi milele, tunasafiri, ni kupita tunapita. Hakikisha ya kwamba hujui muda wako, hujui miaka yako ya kuishi hapa duniani, hujui wakati wako. Hakikisha yule wakati ambao Mungu amekupa umeishi kwa upendo wa Kristo. Bwana asifiwe. Unaishi katika ule unyenyekevu katika Kristo. Unaishi na upendo, ukipenda marafiki, ukipenda neighbors wako. Maana kupitia upendo ndio tunaona Mungu akamtoa mwanae, kupitia tuji ya upendo. Kwa hivyo upendo kupenda kuna nguvu. Kupenda kuna uwezo mwingi. Kwa hivyo asubuhi ya leo, kama unataka kufanikiwa, kama unataka urejeshewe kile ambacho kiliondoka, chunguza moyo wako. Hakikisha ya kwamba moyo wako hauna dosari yoyote. Angalia venye unaishi na neighbors, angalia venye unaishi na partners katika kazini, mahali unafanya, wala mnaofanya competitor wako, venye mnafanya biashara. Hakikisha ya kwamba umedumisha huo upendo, na udumisha upendo wa ukweli, sio upendo wa kwenda ni kukulia mtu chini chini. Kwa hivyo asubuhi ya leo, wacha hili neno likawe baraka kwako, wacha hili neno likakurekebishe, wacha hili neno likakukemee, ili ukarudi katika njia ambayo inastahili, njia ambayo itafurahisha Mungu, njia ambayo utakutana na Mungu, ambaye Mungu anataka hiyo upendo ambatane na wewe. Bwana asifiwe. Katika hii safari ya maisha yetu ya kila siku, wacha huyu Mungu akaweze kutuongoza, nasi tuhakikishe ya kwamba tumemfuata Mungu, tumefuata njia zake, na pia tunaendelea kunyenyekea mbele zake. Bwana asifiwe. Maana hakuna dhambi na kadhambi. Bwana asifiwe. Hakuna dhambi ndogo na hakuna dhambi kubwa, zote zinahesabiwa ni dhambi. Dumisha utakatifu, dumisha utakatifu, na utakatifu ndio utatufanya tumkaribie Mungu zaidi. Bwana asifiwe. Kama umekosea, tubu asubuhi ya leo, ili Mungu akaweze kuingilia kati siku ya leo. Hata utakapomuita akuongoze, akutendee mema, ninajua atakutendea. Ninajua atakufaulisha siku ya leo, atakupa kibali. Biashara ambayo unayoifanya, Mungu ataleta wateja. Mahali umeajiriwa, Mungu atakutengenezea njia, atakupandisha cheo, atakupa hiyo favor. Bwana asifiwe. Hata mshahara atakuongezea, atafanya jambo abadilishe maisha yako
bali tu ishi katika njia za Mwenyezi Mungu na udumishe upendo. Bwana asifiwe. Na mambo ya upendeleo iondoke, hiyo roho ya upendeleo ikatoke ndani yako. Bwana asifiwe. Kama unataka kwenda bali, hiyo tu ndio unaweza toa katika ndani yako, na ili uwe unaenda sababa na Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, wacha ikawe baraka kwako, wacha ikawe na mafanikio, wacha ikabadilishe siku yako ya siku ya leo, wacha ukawe na muongozo mwema siku ya leo, na pia hii wiki yote ikawe ni wiki ya baraka. Ukaandamane na matendo ya Mwenyezi Mungu, maana wakati unapotembea na Mungu, Mungu ni Baba wetu wa mbinguni. Unapotembea na Baba, kila kitu ambacho hata ukiona, ukimwambia Baba ninahitaji hii, hata kunyima, atakupa, maana unatembea na yeye na hujajitia najisi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo dumisha utakatifu ili Roho wa Mungu akaweza kutembea na wewe wiki hii. Kile ambacho hukuweza last week, Mungu atafanya uweze wiki hii. Chunguza mienendo yako ya last week, ndio ujue ni wapi umekosea, ni wapi umeteleza, ndio urudi kwenye laini ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema uamini huyu Mungu na utembee katika njia zake. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo, ombi langu kwa Mwenyezi Mungu kwako ni akaweze kukuonekania. Huyo moyo wako Mungu akaweze kubodaboda, aufinye, auweke laini. Bwana asifiwe. Ili akaweze kutembea pamoja nawe, ili akaweze kukupigania. Tukubali kukemewa, tukubali kukosolewa, ili tukaende katika njia ambayo itamfurahisha Mwenyezi Mungu. Wale ambao wanaonitazama, Mungu awabariki, awatendee mema siku ya leo, awape kibali, awatendee mema. Kama wewe ni mgonjwa, akaweza kukuponya. Mahali uko na maumivu, akaondoe maumivu, maana ni yeye jana, leo na hata milele. Kile ambacho alikitenda miaka 2000 iliyopita na kile ambacho alikamilisha, atakikamilisha hata siku ya leo. Bwana asifiwe. Wewe ambaye hujui utaelekea wapi, Mungu akakupe mwelekeo na Mungu akakuelekeze. Bwana asifiwe. Wewe ambao unalia umefika mwisho, Mungu akaweze sasa kukuchukua, akuongoze katika njia zake na kuelekeze katika baraka zako. Usikufe moyo. Atakushika mkono, atatembea na wewe, atakufukisha daraja zote ambazo Mungu alikuwa ameziweka ili akakufukishe katika ng'ambo ile. Huyu Mungu akupende, na huyu Mungu aandamane na wewe siku ya leo, na huyu Mungu akakafanye ukatabasamu siku ya leo. Ifikapo jioni, ukashukuru matendo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni vyema ukae ndani ya Kristo na huyu Kristo akae tumaini la maisha yako. Bwana asifiwe. Milango yenu ikafunguliwe na kibali kipya kikashuke juu yenu asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Tunajiita Synagogue Crusade for the Christ Ministry chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Dula wa Ruigi. Tuko hapa Nairobi City Stadium, hapa roundabout. Bwana asifiwe. Tunawapenda, msidi ku like na kushare page zetu CTV Kenya na kusubscribe kwa YouTube channel that is CTV Kenya. Siku ya leo ikae siku ya baraka na Mungu akatendee mema. Wacha tukashukuru na tukaweze kuomba baraka za asubuhi. Bwana asifiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi njema ninakushukuru kwa ajili ya hili neno. Wacha hili neno Baba likabadilisha maisha ya wengi. Wacha hili neno likawape watu kubadilisha nia zao na mawazo yao. Mungu wetu wabariki wale wote ambao wanatazama. Baba, siku ya leo ikawe ni ya baraka. Vizuizi vyote ambavyo Shetani alikuwa ameziweka sikaweze kuondoka. Baba, ukawape kibali kipya. Baba, ukakutana na mahitaji yao. Wale ambao ni wagonjwa ukaweze kuwaponya. Wale wamefika mwisho, Mungu uchukua sasa
Chukua sasa Mungu ukaenende pamoja na wao, washike mkono Mungu wetu. Tunaomba Baba ukatusaidie tumishe huu upendo wa kweli Jehova. Hii roho Baba ya mapendeleo ikaweze kuondoka ndani yetu Jehova. Tunaomba ya kwamba Mungu utembee pamoja nasi. Mungu ukatupiganie vita vyote Jehova. Terezi zote ambao Shetani anaweza kuwa ameziweka siku ya leo, Mungu ukaweze kuzikausha katika jina Yesu Kristo. Njia zetu Baba sikawe ni njia pana, sikawe ni njia siko na mafanikio, sikawe ni njia ambazo siko na ushindi mkubwa. Mungu wetu pokea sifa na utukufu. Kumbuka kila mmoja Jehova ambaye amejimuisha na haya madhabahu Jehova. Baba ukabariki, ukawainue katika jina Yesu Kristo. Uwape kibali kipya katika maisha yao. Siku ya leo wakabarikiwe, siku ya leo wakainuliwe. Siku ya leo Baba maisha yao ikaweze kuponywa na wewe. Ni asante Mungu wetu, pokea sifa na utukufu. Kumbuka wale ambao watakao hudumu siku ya leo katika ibada zetu zote Jehova, ibada ya lanchawa na pia hivi ni Jehova. Wale wote watakao simama mahali hapa Jehova, ninaitishia naomba neema yako Mungu ikawe juu yao Jehova. Roho wako Mtakatifu akaweze kuwaongoza na kuwaelekeza. Ukawape neno Baba ambalo wataliachilia na kubariki watu yako Jehova. Na wale wote wanaoendelea kulike na kushare Mungu Baba ukawape mugao wao Jehova, maana Mungu kuna mugao katika kufanya hivyo. Ni asante Mungu, waonekanie, watendee mema Baba. Ikifikapo jioni tutakushukuru Jehova, juu tunajua kwamba utatutendea siku yote Jehova. Utatutendea Baba, utatufaulisha na utatutendea mema, maana sisi ni watoto wako, unatupenda na unatuhurumia. Kwa ajili ya mapenzi yako Jehova tunaamini ya kwamba tumebarikiwa. Ni asante Mungu wetu, pokea sifa na utukufu. Nibariki Mungu, endelea kunipa nguvu, endelea Baba kuachilia mafuta ndani ya maisha yangu, ili Baba nikaweze kukutumikia kwa hali na mali Jehova. Ile kazi ambayo Baba ulianza ndani yangu, wewe ndio utakayokuja kumalizia. Nisaidie Mungu wangu, niishi katika njia utakatifu, niishi katika ile njia ambayo Baba itakufurahisha zaidi, maana mimi ni mtoto wako na umemwagilia mafuta Mungu. Baba naomba Mungu uwe nuru yangu, uwe mwangaza katika hii huduma Jehova. Wakati nitakapokuwa na hudumu Jehova, ukawe nuru yangu. Nitie nguvu Jehova katika hali ya unyonge wangu, nishikilie Mungu wetu, na ni katika jina Yesu Kristo Baba tunaomba na hata kuamini. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Have a blessed day and a prosper day. God bless you. Haleluya. Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe Mungu mwenye. Haleluya.